Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninao furaha kubwa leo kuwa pamoja na wewe mpendwa unanifuatilia leo hii. Ninaitwa Nabii Enoch Jamhuri Shama. Leo kuna kitu ambapo Mungu amesema na mimi kwa habari ya watu ambao wanapitia kwenye changamoto kubwa. Wanapitia kwenye madeni, wanapitia kwenye dhaba, yani nasema dhama ya kuachwa. Yani wamekaa wenyewe hali ya kukata tamaa. Leo ninataka niseme na wewe mpendwa ambao unanifuatilia. Kabla yote naomba usubscribe channel yangu ili uwe wa kwanza kupata vipindi vikam vizuri sana. Na leo umeona nimetengeneza vizuri na madhabahu hii ndo tunaanza hapa, lakini ninaomba wewe ambaye uliokuwa hapo, ninaomba usapoti ili madhabahu yetu iwe nzuri, tutengeneze vizuri, pendeze. Okay, kabla yote ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kuwa hapa. Asante Baba kwa ajili ya neno lako. Asante Mungu maana umenipa niseme na watoto wako. Ninaomba Bwana ukamguse huyu mama ambaye aliyokata tamaa. Ukamguse huyu baba aliyokata tamaa. Ukamguse kijana huyu aliyokata tamaa. Ninaomba Mungu wangu katika jina la Yesu Kristo tuseme wote amen. Ninaomba comment hapo sema amen ili nione tujue kwamba wewe uko pamoja na mimi. Okay, kuna watu ambao leo hii wamepitia mateso makubwa sana. Ninaongea na mama mmoja ambaye leo hii alifiwa na mume wake, amepitia magumu, hana mtu wa kumlipia madeni, hana mtu wa kusema naye, ni watu wamemwacha, wamemkimbia. Ni watu ambaye yani ni mtu ambaye hana kimbilio, lakini nasema yuko Mungu ambaye anaweza kuwa kimbilio lako. Ninakuomba wewe unisikie leo hii. Yuko Mungu anaweza kuwa kimbilio lako. Acha kukata tamaa, acha kujiona mnyonge. Mungu anajua kile ulichokuwa nacho. Sasa ninachokuomba wewe leo hii unipe masikio yako ili niweze kukuhubiria hili jambo ambalo leo litakujenga, litakuweka vizuri, na hakika nakwambia Mungu anaweza kulipa madeni yote ulionayo. Sasa utaniuliza, kwa nini Mungu atanilipiaje madeni? Hebu sasa naomba unipe sikio lako ili uweze kunisikia vizuri, uweze kunielewa. Ukisoma Wafalme wa Pili ule sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza, anakwambia basi mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake wa mwana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekwisha kufa, naye anajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Kwa anamwelezea kwamba huyu bwana huyu alikuwa ni nabii, lakini pia ukiangalia alikuwa ni mcha Mungu sana. Umeelewa? Ni mcha Mungu sana. Twende hapo tuone ambacho anasema. Alikuja ili ajitwalie mwana wangu wawili kuwa watumwa. Umeelewa? Kwa kuna watu walikuja ili wajitwalie hao watoto wawe watumwa. Kwa nini wajitwalie watoto kuwa watumwa? Tunaenda hapo kusoma. Anakuambia Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Umeelewa? Okay, tunasema hivi kwamba huyu mama alikuwa ana deni kubwa ambalo mume wake aliliacha. Si umeelewa vizuri mpendo unanifuatilia? Lakini alipokuja Elisha alimlilia akamwambia Elisha, tazama mume wangu alikuwa ni nabii, mume wangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mume wangu alikuwa ni muombaji, lakini halikuwa na deni. Kumbe tunaona kwamba sio madeni kwamba lazima uwe ni mtu wa kawaida, mpaka watumishi wana madeni. Hata mimi mnaniona hapa pia nina madeni, kila mtu wote ana madeni, kila tunapozunguka kuna madeni, lakini kumbe tunapaswa kumwomba Mungu atulipie madeni. Mimi sasa hivi namshukuru Mungu kwa sababu naona Mungu ananilipia madeni yangu, kwa sababu vile namtumikia na mcha Mungu kwa bidii, ndio maana Mungu analipia madeni yangu. Nilikuwa na madeni ambayo ni makubwa, lakini huyu Mungu akanilipia deni. Sasa wewe unanifuatilia, wewe unatizama hapa, kwa nini usilipiwe deni lako? Angalia, huyu mama anamlilia Elisha. Tazama, kweli huyu ni mwana wa manabii, na nyinyi mnamjua huyu mtumishi pendwa, alikuwa ni akiomba naomba kweli, akitabiri anatabiri kweli, lakini halikuwa analo deni. Tuendelee hapo, utaona anasema hivi, akasema mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Angalia, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila na chupa ya mafuta, lakini sasa nitawezaje kulipa hili deni? Mwangalie Elisha anapojibu, anatumia hekima kumjibu mama na kumfariji. Lakini sio kumfariji tu,
Mungu atamtumia kumlipia madeni huyu mama. Tazama hapa anakuambia akasema, nenda ukatweke vyombo vyako nje kwa ajili nje kwa jirani zako wote. Maana akwambia vyombo vitupu, sio vyombo vina vitu, vyombo vitupu, wala usitake vichache, wala usitake vichache. Chukua vingi kwa majirani, omba kwa majirani, vyombo vingi, njoo navyo, usivitake vichache, omba vyombo vingi. Maana nataka nimwite Bwana wa majeshi ashuke leo hii ili akutetee. Rakatayama ripa yakademe shete ikayapa ranarama likananama ripo sakatayama. Hakika Bwana unaweza, Yesu. Jesus. Angalia huyu mama akamwambia hivi, nenda kavitake vyombo vingi, sio vichache, vingi. Jesus. Naomba mtu mmoja nielewe. Naomba usitoke. Naomba uangalie mpaka mwisho. Ninaomba uelewe jambo hili. Rakatayama. Akasema, akamwambia wala usitake vichache. Kisha ingia ndani ujifungie mlangoni. Ukijifungie mlango wewe na watoto wako. Ukavimimine mafuta vyombo vile vyote. Navyo vilivyojaa vilivyojaa ukavitenge. Umeelewa? Kwa umimina vile vyombo vyote. Vitakapojaa, chukua vile vyombo mkavitenge na vile ambavyo havina vitu. Afu endelea kumimina. Angalia ile chupa ilikuwa na mafuta kidogo, lakini anamwambia hivi, chukua vyombo, anza kumimina. Yakatayama. Angalia, Mungu anaenda kujaza. Mungu anajaza. Mungu akajaze maisha yako. Mungu akajaze kiwango chako cha fedha. Mungu akajaze mshahara wako. Mungu aendelee kujaza. Yakatayama. Mungu aendelee kujaza biashara yako. Kumbe kuna wakati tunapaswa tumuite Mungu. Mungu aendelee kujaza maisha yetu. Tunapaswa kumuita Mungu ili Mungu aendelee kujaza. Kumimina vimiminike mpaka vijae. Kumbe tunapaswa vyombo vyetu vijae ndani ya maisha yetu. Tunapaswa vyombo vyetu vimimike ndani ya maisha yetu. Ndio maana tunasema lazima ujae imani kwanza, ambapo ukimwita Mungu, mwambie Mungu, sema na Mungu. Tuna wakati wa kusema na Mungu. Mwangalie Elisha anamwambia, ingia ndani wewe na mwanao, sio wewe tu, wewe na mwanao mkavijaze vyombo. Kumbe kuna paswa unatakiwa uingie ndani useme na Mungu wako kwamba Mungu, unapaswa mimi unimiminie biashara yangu. Unapaswa unielekezee biashara yangu kae sawa. Nakuomba Mungu, Mungu unaweza, Mungu unajibu. Lazima vyombo vyangu vimiminike, vyombo vyangu vijae. Rakatayama. Twende tukaone hapo. Jesus. Si kuna mtu mmoja anasema amen? Naomba comment hapo. Nataka nione kama kuna watu wako na mimi mahali hapa waseme amen. Baba, tumebarikiwa na somo hili. Ninasema tupo paka mwisho. Ninaomba comment hapo. Ninaomba comment na nitasoma comment yako. Nitakujibu. Nikimaliza hiki nitakujibu mwanangu. Na kama una matatizo kama haya, ninakuomba njoo kanisani. Sio mbali, usione mbali mpendwa. Sioni mbali. Angalia matatizo uliyokuwa nayo. Angalia changamoto ulizo nazo. Angalia magonjwa uliyo nayo. Umeenda hospitalini, umetoa gharama nyingi sana. Lakini leo hii kuja kanisani unasema mbali. Zikatayama. Okay, mimi nipo Malela Kwanzelu hapa Twangoma. Niko Malela Kwanzelu, ambapo ukishuka Twangoma stendi, ukimfuata bodaboda wote mwambie nataka unipeleke Malela Kwanzelu kwa Nabii Enoki, watakuleta paka hapa. Ukishuka Usagara hapo msikitini au mabodaboda, ukiambia tu ninaomba unipeleke kwa Nabii Enoki, wanakuleta paka kanisani. Ukienda Vikunai, ukienda kuambia pale vijana naomba unipeleke kwa Nabii Enoki pale Malela Kwanzelu, wanakuleta paka kanisani. Ninakuomba usikae kuangalia hizo ulionalo, amwangalie Mungu ambaye anajibu madeni yako. Kumbe kuna wakati unatakiwa ujiconnect. Ninaomba ujiconnect na mimi leo. Ninasema Mungu anaenda kufungua maisha yako. Mungu anaenda kufungua uchumi wako. Mungu anaenda kujaza sehemu palipopungua. Mungu anaenda kulipia madeni yako. Wewe mama unanisikiliza, wewe baba unanisikiliza, wewe kijana unanisikiliza. Maana tazama, mwenye nyumba anataka kodi.
maji, watu wa maji wanataka kodi yao, kila sehemu wanataka kodi yao, magari yamekufa, unadaiwa kodi TRA, lakini huna pesa. Nakwambia leo unaenda kubadilisha historia, leo unaenda kubadilisha historia. Ulidharaulika sana, nakwambia leo unaenda kubadilisha historia. Sema amina, nenda kwenye account, nenda pale kwenye comment, sema amina baba, sema amina baba, ninajiconnect na